Msikiti ni chombo cha kuweza kuipeleka hii umma mbele, si jambo la mchezo. Lakini leo angalia jambo la ajabu, misikiti ziko sehemu nyingi tu, lakini waislamu wanazidi kupata shida tu. Waislamu mambo yao inakuwa haiendi. Kwa nini? Kwa sababu leo malasafu shadid, illa man rahim Allah, misikiti michache sana. Tembea humu Afrika, nenda sehemu mbalimbali duniani, ambaye inaendesha msikiti kwa mujibu na Mtume Muhammad sallallahu alivyoweza kuamrisha. Ila misikiti nyingi leo imekuwa ni sehemu ya kitega uchumi. Watu wanangojea misaada ije, misaada ambayo haiwafikii maamuma. Hii ndio imekuwa kazi ya msikiti. Lakini angalia wakati wa Mtume na maswahaba ridwanullah alaihim, misikiti iliweza kuweza kucheza doria kubwa sana katika kuweza kuangalia masalih ya maamuma na umma kwa ujumla. Msikiti ulikuwa na doria khas ya kushughulikia watu wadogo. Baada mtoto ni mdogo, atasoma shule gani huyu? Atasoma madrasa kuanzia wapi? Atahifadhi Qur'ani katika madrasa gani? Msikiti ndio ambao ulikuwa unashughulikia mambo haya. Mtoto ameshasoma, amefika kiwango ambaye anafaa kwenda juu zaidi katika elimu yake, msikiti ndio ambao unaangalia kama ni shule ya upili au anafaa kwenda university. Msikiti ndio ambao unaangalia atasoma university gani huyu, chuo kikuu gani atakwenda. Amemaliza university, ameshasoma, amepata certificate zake, shahada zake, hana kazi, msikiti ndio ambao ulikuwa unamtafutia kazi. Ameshapata kazi, ameanza maisha yake, alipo mshahara, hajaoa ama hajaolewa, msikiti ndio ambao unamtafutia mume au unamtafutia mke. Na msikiti ulikuwa na doria khas ya kuwashughulikia watu wazima, wameshafika umri wa utu uzima, wanaangaliwa hawa katika mitaa wanaishi vipi, nani chakula yao, malazi yao, subhanallah, maisha yao, matibabu yao. Hii ni kazi yote ya msikiti. Na msikiti ulikuwa khasi kishughulikia mambo ya mayatima, wajane ambaye leo wamefiliwa na waume zao ama wameachika. Hii ni kazi ya msikiti yote haya. Lakini leo malasafu shadid, misikiti leo imepoteza malengo yake. Ndio unaona leo katika mji wa Nairobi kuna msikiti mmoja katika mji wa Nairobi. Ile mali walizonazo na wakfu ambazo wako nazo na misaada ambao wanapokea katika nchi ya Kenya yote, waislamu nawaambieni, hakuna muislamu anafaa kuwa maskini kwa msikiti mmoja tu. Leo kuna baadhi ya mitaa ile wakfu walizonazo na misaada ambao wanapokea, hakuna muislamu anafaa kuwa maskini katika hiyo mtaa. Lakini pesa zinaishia wapi yani? Hizi misaada yote na mali yote ambayo tunayaona wewe, imeishia wapi? Leo unakuta katika baadhi ya misikiti, sijui katika nchi yenu hii, lakini katika sehemu ambayo tunatoka sisi, unakuta mtu ni chairman wa msikiti miaka 50, yeye ni chairman. Mweka hazina miaka 60, katibu miaka 70. Sasa unashangaa jamani, hakuna watu wengine? Labda sawa, hawa ni watu wajuzi wamesoma, sawa. Toka mmeshika msikiti nyinyi, mlipochukua uongozi, mliwapata waislamu katika hali gani na sasa hivi mwarudisha katika hali gani? Mmeweza kuwainua watu maisha yao wangapi hapa? Wangapi katika hao ambao mmeweza kuhifadhisha Qur'an? Katika wanafunzi hao ambao mliwakuta miaka 50 iliyopita, ni wangapi ambao leo wanaweza kutoa khutba ya Ijumaa? Ni wangapi ambao leo wanaweza kuswalisha? Haya ni mambo ambayo katika misikiti leo huwezi kuuliza. Leo katika misikiti zetu kule katika nchi yetu huwezi kuuliza maswali kama haya. Na ukiuliza kwamba bwana ilikuwaje, mimi nikaona tuliona tende 50 za katika mwezi wa Ramadhani zikija hapa, mbona tuliona tende 5 tu, 45 ziko wapi jamani? Maswali kama haya ukiuliza utaandikiwa barua na komiti ya msikiti kwamba kuanzia leo hakuna ruhusa kuswali hapa, na ukijaribu tu tutakuitia polisi. Hii ndio hali ilivyofika leo, waliyadhu billah, na ni hali ambayo ni mbaya sana. Lakini ndugu Muislamu,